Yes bwana, dakika 90 zimeweza kutamatika, mchezo kati ya Pamba wakiwakaribisha Dar es Salaam Africa Yanga, mchezo ambao mpaka dakika 90 zinatamatika Yanga ameondoka na alama 3 na magoli 3. Karibu sana, hii hapa ni Ben TV Media. Sitakuwa peke yangu hapa, bali tutapata maoni ya wachambuzi hodari kabisa kutokea Tanzania. Namzungumzia Ambokile pamoja na Zuberi, bila kusahau na Maulidi Kitenge. Hawa wote watatoa pia tathmini yao, namna ambavyo wao wameona dakika 90 za mchezo huu kuweza kutamatika. Lakini mimi maoni yangu binafsi, baada huu mchezo kutamatika tu, nimeona namna ambavyo Yanga wamerejea, namna ambavyo Mwalimu ameongeza kitu katika mechi za mikoani. Katika mechi 3 mfululizo ambazo Yanga alishindwa kuweza kupata matokeo katika zile mechi 3 mfululizo, na ndio maana wakaja wakamsajili tena au wakamchukua tena au wakamrejesha tena Mwalimu kwenye kikosi cha Yanga. Haya sasa tunaanza kuona mabadiliko. Tokea mechi ya kwanza Yanga wamecheza, baada ya duru hili la pili kuweza kuingia mechi ya kwanza na Prison, ambapo Yanga walionyesha mechi kubwa sana, na leo pia kadhalika Dar es Salaam Africa wameonyesha mpira ambao sasa tunaweza kusema kwamba kuna namna ambavyo timu pinzani wangetumia nafasi nzuri sana kipindi ambapo Yanga haipo vizuri. Sasa hivi Yanga imebadilika kwa kiasi kikubwa sana, namna ambavyo kila mchezaji anaonyesha ana hamu na anatamani kuweza kufanya kitu kwenye klabu ya Yanga. Tunaweza kuona kwamba Pamba Jiji hao ambao waliweza kuwazuia Simba Sports Club nyumbani, leo wamekula chuma 3 na kupoteza alama 3. Sasa utaweza kuona namna ambavyo Simba ali struggle sana kuweza kupata alama dhidi ya Pamba, lakini leo kwa Yanga imekuwa rahisi sana kuweza kuondoka na alama 3 na magoli 3. So dakika 90 kwa upande wa Yanga kwa siku za leo ilikaa fresh sana na ilikaa poa sana. Sasa tukapata nafasi ya kusikiliza chuma cha Mjerumani Mkalaboko pamoja na Maulidi Kitenge waliweza kufanya tathmini yao baada ya dakika 90 kuweza kutamatika na wao, na haya ndio maongezi yao ambayo waligusia pia namna ambavyo Mohamed Damaro ni raia wa Kitanzania na ndio Msukuma. So leo mechi ya Pamba dhidi ya Yanga ilichezeka huko Mwanza, na Mwanza ndivyo ambapo Wasukuma wanapatikana. Kwa hiyo hiki ambacho naenda kukitazama muda si mrefu, ambao ni tathmini ya wachambuzi wetu baada ya dakika 90 kuweza kutazama, kwa sababu walikuwepo huko na wameona, wametoa maoni yao, nini ambacho Yanga wamenufaika, nini ambacho Pamba walipoweza kufeli. Pamba Jiji dhidi ya Young Africans hapa CCM Kirumba, na Pamba wamekubali kichapo cha mabao 3-0, na hii ni kipigo cha kwanza cha Pamba kufungwa katika uwanja wa CCM Kirumba hapa Mwanza. Wamekuwa na rekodi nzuri. Sasa leo ninao wachambuzi wangu mahiri kabisa, naweza mkawaona hapa, mzee wa Ujerumani, Mjerumani, chuma cha Mjerumani, lakini pia Mkaliboko pia yuko hapa. Bana, nyinyi mnasemaje? Ngoma hii imemalizika, chuma cha Mjerumani, umeona mechi hii, unasemaje? Ambacho nimekitazama kwangu ni nidhamu mbovu kabisa ya kucheza kwa Pamba. Ukiangalia kipindi cha kwanza wamecheza vizuri katika mpango kazi wa kujilinda, lakini wakafanya makosa kwenye eneo lao ikawagharimu. Nidhamu mbovu ya kucheza na Yanga ambao waliwaruhusu zaidi kucheza wanavyotaka kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili kadhalika wakaja na plani ya kufunguka. Sasa ambacho walikuwa nakifanya, walikuwa nafukuza mwizi wakati hajafunga mlango, hicho ambacho kimewakuta. Sasa hii ina maana gani? Unapofukuza mwizi alafu hujafunga mlango, maana unaruhusu kufungwa. Sasa kufungwa ndio ambacho kimekwenda kutokea. Hii imekuwa ni furaha ya Wasukuma wote Mwanza. Kumbuka Damaro huku ndo nyumbani kwake. Nyumbani kwao Damaro. Wao wamewapa heshima Wasukuma wote. Kwa kinamna ambavyo nimetazama mie, nidhamu mbovu ya Pamba leo, tofauti wa mechi hii na mechi ya Simba ni kwamba Pamba leo imekutana timu kubwa na bora kuliko timu zote ligi kuu soka Tanzania bara. Bana Zuberi, unasemaje? Yanga wamecheza kama kishandu anayevizia iPhone. Wana technical genius players ambao wanawapa ubunifu sana. Mtazame mtu kama Okero, leo tunaweza kusema ulikuwa ni mtungi wa Togwa. Ametengeneza magoli 3 yeye mwenyewe. Anaweza kushambulia attacking lanes, anacheza kwa utulivu kwenye nafasi. Timu sasa hivi inanyang'anya mipira kama mbwa mwitu unapomtupia mzoga. Kwa nini? Kwa maana timu sasa hivi wana sprint sana all over the pitch.
kwa maana wakiwa wanajilinda all over the pitch offensive, wakiwa wanashambulia, kitu ambacho huko nyuma hii hamu kama ilipotea. Lakini naelezwa kulikuwa na kikao kizito sana cha wachezaji kubadilisha mtindo wa uchezaji, haswa katika kipindi ambako timu ilikuwa inaonekana iko dhaifu. Lakini huwezi kusema hivyo tu, ni kuheshimu pia mabadiliko makubwa ambayo yamefanywa kwa wachezaji, namna ya kuwajibika kwenye nafasi. Unajua, ukitazama mchezo wa leo unaweza ukadhani Pamba ni wavivu, lakini rejea, Yanga wana goli 6 mpaka mechi hii, wamezifunga ndani ya mechi 2. Maana yake ni kwamba sasa hivi wanatamani kile wanachokiona mbele, wanatamani kujilinda zaidi, wanatamani kushambulia. Kwa hiyo ukaona ni mabadiliko makubwa, lakini sasa hivi tutaenda kuona timu nyingi wanazocheza na Yanga kama wavivu. Sio wavivu, hawa wameanza kurudi kwenye mfumo wao wa kunyong'onyesha. Wanakuspray, wanaita spray football. Kama unamwagiwa dawa unanyong'onyesha, yani unanyong'onyeshwa, au kwa maneno mengine wanakufubaza hivi, wanakufukiza. Ndio maana yake all over the pitch, wanasema full pitch pressing. Ni mtindo. Sikuona mechi zao takriban za msimu. Naona ni kama Pedro kakumbushwa waje. Sasa hivi hao wanakunyong'onyeza, wanakufukiza, wanakuchanganyia fusho, wanakuchanganyia almiki, kila kitu ili mradi wapate wanachokitaji. Ndio maana unaweza kuona Pamba watu wanashangaa, hii ndio Pamba tuliona mechi iliyopita. Hapana, wamekutana na wabunifu wanaocheza kibunifu. Ndio maana tumeona wako chini. Kama ukitazama hawa ni Kishandu anayevizia iPhone. Kishandu anayevizia iPhone. Bana, sasa tumemaliza mechi hii. Tunaenda kumtafuta mjomba wake Damaro. Na hivyo kazi iliyotuleta hapa Mwanza. Dakika 90 zilikuwa uwanjani. Baada ya hapo tunaenda kwa mjomba wa Damaro. Na mjomba wake yuko hapa Mwanza. Unajua ni mwenyewe nyumbani. Hapa ni nyumbani. Damaro ni Msukuma piwa. Ndio. Yaani ni ngosha wa kumwaga. Ni ngosha wa kutupwa, wa kulialia. Huku ni nyumbani. Sawa. Basi kutoka na mimi nawaambia ni Damaro ndio atawaumiza watu sana sasa. Acha bwana, acha. Atawaumiza watu sana Damaro. Mjomba wake umemuona? Mjomba wake mimi nimemuona. Acha bwana. Mjomba wake nimekutana naye hapa Mwanza. Ndio Damaro ni mtoto wa hapa Mwanza. Na hakuna wa kumtenganisha Damaro na Mwanza. Huyu ni Maulid Baraka Kitenge na baraka zake. Anathibitisha wazi kwamba ni kweli Mohamed Damaro ni Msukuma piwa kabisa. Ngosha wa kutupa kutoka Mifungu. Nasema vipi? Wala msipoteze muda. Chapeni ubwabwa wenu ikiwa na amani. Ubwabwa wa Mwanza ulike. Damaro mtoto wa Mwanza. Imekaa hivyo. Hiyo ni tathmini ambayo wameweza kueleza hapa wachambuzi wetu Maulid Kitenge, Mkalaboko pamoja na chumba cha Mjerumani Ambokile. Dakika 90 wao upande wao wamezionaje? So hayo ndio maoni yao ambayo wao wametoa. Kwa hiyo kuna haja sasa ya kuweza kutafakari zaidi. Mimi binafsi naweza kumalizia tu kwa kusema kwamba issue nzima ya Damaro kwa Simba Sports Club nafikiri wangeachana nayo, wangetengeneza timu yao kwanza. Hiki ambacho kinachoendelea kwa Simba Sports Club kumngangania Damaro hadi kesi yake kutaka kwenda kuipeleka FIFA au kasi, mimi naona kuna vitu ambavyo Simba wanatakiwa kuweza kuvifanya zaidi kuliko hiki ambacho wameweza kukingangania au kukiendelea kukipigania, hususa ni wao kudai kwamba Damaro sio raia wa Kitanzania. Kwa hiyo binafsi naona Simba na nafasi nyingine tena kuendelea kuonyesha uwanjani kuliko shikilia sana hiki kitu ambacho cha Damaro na leo amecheza leo. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba kuna namna ambavyo tayari ili sakata limemalizika. So tathmini fupi ya uchambuzi dakika 90, lakini kesho tutakuletea uchambuzi wa kina kabisa kutoka kwa wachambuzi bora kabisa ambao wao maoni yao ni nini kabisa ambacho wanaona Yanga hii imeweza kubadilika. Hii hapa ni Ben TV Media, usisahau tu kusubscribe kuwa mwanafamilia wetu halisi. Asante na usiku mwema.